chukua jina la hicho kituo, ongea na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ipatikane fedha tuwapelekee wale ndugu zetu wapate kituo cha afya. Kwa jina naitwa Mariamu Mtugutu Mwenyikai. Natoka kijiji cha Dosdosi, kata ya Dosdosi, wilaya ya Kiteto, mkoa wa Manyara. Mimi kero yangu kubwa sana ni ya kwangu mwenyewe binafsi, pamoja na ile aliyoongea mjumbe aliondoka hapa. Kwa kweli kituo cha afya ni kwamba mimba za kwanza na sisi wa mimba za 5 na za 6 imekuwa kero kubwa sana kwetu hapo Dosdosi. Tumeshakubaliana tutafikisha salamu kwa Mheshimiwa Rais, fedha hiyo itatoka. Hilo la kituo cha afya tumemaliza. La kwako? La kwangu binafsi ni kwamba mimi nimezulumiwa na mkandarasi aliyejenga shule ya msingi Dosdosi, ambapo nimepikia mafundi waliojenga madarasa 4 na ofisi moja, jumla ni vyumba 5. Mheshimiwa diwani wa Dosdosi uko wapi? Mtendaji wa kata, hebu sogeni mbele hapa. Unadai shilingi ngapi? Unadai shilingi ngapi? Hela zangu ninazodai ni 1,200,000 na lutipatana kwamba kwa kila fundi anayejenga kwa kutwa atumie shilingi 2,000 tu kuanzia asubuhi saa 6 na jioni, na nilikubali kwa sababu ya shida zangu nilizokuwa nazo. Kumbe ni kwamba nimejikwamisha moja kwa moja. Sasa hivi maisha yangu kwenye familia yameshakuwa duni moja kwa moja. Mheshimiwa wewe mtendaji au diwani? Diwani. Mheshimiwa diwani, unalijua hili jambo? Hapana mheshimiwa. Wewe ni mpya Mtendaji wako yuko wapi? Hajaja mheshimiwa. Hajaja. Sasa yuko wapi? Mtendaji wa kata ya Dosdosi yuko wapi? Mheshimiwa diwani, unamfahamu huyo mkandarasi? Mtendaji? Mtendaji, unamfahamu huyo mkandarasi? Ndio mkuu. Sasa huyo mkandarasi timu yake inayojenga imekula chakula cha mama, hawajalipa. Nyie mkandarasi huyo mlishamlipa? Lilipwa, lakini tulishamuita kwa makubaliano. Alisema atalipa. Atalipa lini? Mama wa watu wanahangaika. Toka 2020. Atalipa lini? Atalipa lini? Alisema kule alipata changamoto, ule mradi hakumalizia, alipewa mkandarasi mwingine. Kwa hiyo fedha yake nyie mlishamlipa yote? Alilipwa kiasi ambapo alinyang'anywa mradi kutokana na anayo dai ambayo ameshaifanyia kazi, mlimlipa yote? Alishalipwa kabla hata kupata malalamiko ya mama. Yaani alilipwa kabla sisi hatujapata malalamiko ya mama. Yuko wapi huyo mkandarasi? Ni mgeni, alikuwa mgeni, ni wa huko Kibaya huko Kiteto. Jina lake si mnamjua, si yuko hapa Asakwe? Yuko wapi? Anaitwa Bakema. Yuko wapi? Anaitwa Bakema Saidi Bakema. Yuko wapi? Bakema yuko wapi? Anakaa hapa wilaya ya Kiteto, lakini anapokaa mimi sipajui. Eti yuko wapi? Mkuu wa wilaya, huyu mkandarasi yuko wapi? Ana miradi mingine hapa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nilifanyie kazi sasa hivi kuhusu huyo mkandarasi. Hivi ninyi mama kama huyu mnachukua 1,000,000 yake kwa miaka 6. Mama ananunua chakula, watu anapika, watu wamekula, wanaondoka, hawajalipa miaka 6. Miaka 6. Sasa mkuu wa wilaya huyo mtafuteni popote alipo, alipe na riba, alipe mara 2 ya hiyo fedha aliyochukua. Sawa. Mambo ya kukuzi kabisa. Tume kamanda wa polisi amsake popote alipo. Mambo ya kuonea wanyonge haya. Mama kaonane na katibu wangu upate nauli ya kurudia.
Haya, mpeni na mama hapo, wapeni nao katikati hapo. Haya, mpe kijana aondoke, mpe kijana pale. Mpe kijana yule ambaye amevaa kama. Mpe kijana hapo, mpe na mama hapo. Yule kijana yule pale mwenye nguo. Yule mwenye shuka kama ya kwangu. Mheshimiwa mimi. Haya, basi maliza hapo yule mama yule kijana. Ndugu waziri, kwanza nikushukuru sana kwa kufika kwako hapa. Inawezekana ikawa ndio suluhisho la sisi wananchi wa wilaya ya Kiteto ambaye tunateseka kwa miaka mingi kupitia viongozi ambao wako huku.